Wapiga kura waliweka imani yao katika mpango wa serikali mpya ya Canada jana. Tunakubali uungwaji mkono wao kwa unyenyekevu, azma na uelewa wa wazi wa kile ambacho wakati huu unadai kwa nchi yetu. Dunia imegawanyika zaidi na ni hatari zaidi. Athari za migogoro ya kigeni na mabadiliko ya kasi ya teknolojia zinazidi kuhisiwa hapa nyumbani. Na serikali mpya ya Canada itaendelea kuzingatia yale tunayoweza kudhibiti, kujenga uchumi imara wa Canada, kubadilisha na kupanua washirika wetu wa biashara nje ili kuongeza uhuru wetu na kusaidia ustawi wetu, kutoa usimamizi wa fedha wenye uwajibikaji na kuwasaidia wa Canada ambao wako chini ya shinikizo kutoka gharama za maisha za kila siku, kwa nyongeza leo na daraja kuelekea kesho bora. Tumekuwa tukisonga kwa haraka na tunapata matokeo. Tayari tumetangaza mipango 15 ya kujenga taifa ambayo itaunda zaidi ya ajira nusu milioni na kusukuma zaidi ya dola bilioni 100 katika uwekezaji mpya. Mkakati wetu mpya wa viwanda vya ulinzi utachochea nusu trilioni ya dola ya uwekezaji kujenga viwanda vya Canada kutoka anga hadi akili bandia, huku ukitengeneza zaidi ya ajira 125,000 mpya. Build Canada Homes tayari imejitolea kwa mikataba ya zaidi ya nyumba mpya 10,000 na ndiyo inaanza tu. Kupitia mfuko mpya wa Build Communities Strong, tutafanya kazi na majimbo na manispaa kujenga hospitali mpya, usafiri wa umma na vituo vya jamii. Kwa sababu Canada yenye nguvu ina maana Kelowna yenye nguvu, Brampton yenye nguvu, Laval yenye nguvu. Na mfuko huu pia utapunguza gharama kwa Wakanada. Kwa mfano, kupunguza kodi na tozo kwenye nyumba mpya huko Ontario kwa hadi dola milioni 200. Tunajenga Canada kwa nguvu kubwa ya nishati kwa hatua za kuongeza mara 2 ukubwa wa gridi yetu ya umeme na kutumia rasilimali zetu kubwa kwa nishati ya kuaminika, nafuu, safi kwa Wakanada wote. Tutajenga Canada ambayo sio tu yenye nguvu bali nzuri, sio tu yenye ustawi bali ya haki, sio tu kwa baadhi muda mwingi bali kwa wote muda wote. Tunajenga kwa kiwango kikubwa, tunasonga kwa haraka na tunaanza tu. Lakini pia tunajua kwamba njia iliyo mbele haitakuwa daima nyofu. Kutakuwa na vikwazo, milima mikali njiani, na baadhi ya faida kutoka uwekezaji huu mkubwa zitachukua muda kuonekana. Na tunajua kwamba Wakanada wanahisi shinikizo la gharama za maisha hivi sasa. Tunajua wanahitaji nyongeza leo na daraja kuelekea kesho bora. Na ndiyo maana serikali mpya ya Canada imekuwa ikilenga bila kuchoka kufanya maisha yawe nafuu zaidi kwa Wakanada. Tulianza kama tulivyokusudia kuendelea. Siku ya kwanza tuliondoa kodi ya taboni ya watumiaji, tukishusha bei za mafuta kwa senti 18 kwa lita. Tulipunguza kodi kwa Wakanada milioni 22 wa tabaka la kati, tukihifadhi familia hadi dola 840. Tulipunguza kodi kwa wanunuzi wa nyumba kwa mara ya kwanza, tukihifadhi hadi dola 50,000 kwa kuondoa GST kwenye nyumba mpya zenye bei chini ya dola milioni 1. Zaidi ya Wakanada milioni 12 watakuwa na pesa zaidi kwenye akaunti zao za benki msimu huu wa kianga, hadi dola 1,840 kwa familia kupitia mpango wetu mpya wa Canada Groceries and Essentials Benefit. Sasa sote tunajua kwamba kwa sababu ya vita na Iran, bei za mafuta zimeongezeka kwa kasi duniani kote, ikiwemo hapa Canada. Kwa hiyo, tunachukua hatua zaidi kusaidia kujenga daraja juu ya shinikizo la muda mfupi. Pamoja na waziri wa fedha na waziri wa maliasili, tunatangaza leo kwamba serikali mpya ya Canada itasimamisha kwa muda kodi ya fedha ya mafuta kutoka Jumatatu ijayo hadi siku ya wafanyakazi.
Tunaondoa kodi ya fedha kwenye mafuta ya ndege. Hii itaondoa hadi senti 10 kwa lita kwenye petroli na senti 4 kwa lita kwenye dizeli. Pamoja na kuondoa kwetu hapo awali kodi ya kaboni ya watumiaji, serikali yetu itakuwa imepunguza bei ya mafuta hadi senti 28 kwa lita. Huo ni msaada wa kweli kwako na familia yako mwisho wa siku. Sasa, kuwa wazi, upunguzaji wa kodi ya fedha huu ni hatua ya muda inayowajibika, inayolingana na kile kinachohitajika kujenga uchumi imara zaidi, uchumi nafuu zaidi, pamoja na usimamizi bora wa fedha. Wakanada wanapokabilia na shinikizo la gharama za maisha, wanadhibiti matumizi yao kwa makini na wanataraji serikali yao kufanya hivyo pia. Na ndiyo maana katika bajeti ya 2025 tulifanya maamuzi ya uwajibikaji kuwaokoa walipa kodi wa Canada jumla ya dola bilioni 60 katika miaka 5. Tunatumia pesa kidogo kwenye uendeshaji wa serikali ili Wakanada waweze kuwekeza zaidi kujenga mustakabali bora kwa wote. Bajeti hiyo ya uwajibikaji inaweka viwango vya riba chini na kuhakikisha tunaweza kulinda programu inazofanya maisha yawe nafuu zaidi kwa wale wanaohitaji, kama vile ulezi wa watoto, huduma za meno, madawa na programu za chakula shuleni. Wiki zijazo, waziri wa fedha atawasilisha taarifa ya kiuchumi wa mabwanga na hatua zinazofuata katika mpango wetu wa kujenga Canada imara zaidi, huru zaidi, yenye ustahimilivu zaidi, inayofanya kazi kwa wote. Tunajua tunaweza kudhibiti kile nchi nyingine zinafanya. Tunaweza kudhibiti kile tunachochagua kufanya, na tunachagua kujenga Canada imara kwa Wakanada wote. Asanteni sana na ninatarajia maswali yenu. Je, una wasiwasi kwamba jinsi mlivyopata wingi wenu wa wabunge utapunguza imani ya Wakanada katika demokrasia? Kwanza, ningeonyesha matokeo ya uchaguzi wa jana usiku. Tuna wingi sasa katika bunge la Commons kutokana na wapiga kura katika Scarborough Southwest, Don Valley na University Rosedale. Na kuhusu wabunge binafsi wanaochagua kuunga mkono mpango wa serikali wakati huu muhimu kwa nchi, bila kujali chama au eneo wanakotokea, tunafurahi kuwa nao na tunaendelea mbele pamoja nao. Tunaishi katika demokrasia ya kibunge, wabunge wanachaguliwa na Wakanada na wanapiga kura kwa dhamira zao. Tuna wingi wa wabunge sasa, na huo ni matokeo ya uungwaji mkono ulioongezeka. Hatufikirii kuita uchaguzi. Wakanada wanataka serikali itawale na kuchukua hatua juu ya masuala ya haraka kama gharama za maisha. Katika vipeo vyetu vya kiuchumi, kwanza, uwezabwali; pili, kuharakisha programu ya makazi na kujenga kamili; tatu, miradi mikubwa ya kiuchumi. Tunataka kubadilisha uchumi wetu kimsingi uwe imara zaidi, huru zaidi na ustawi zaidi, huku ukinufaisha Wakanada wote. Kuhusu kukusoro kwa sera, tutapitia michakato ya kawaida ya bunge kwa mijadala na kamati. Hizi sio poison pills, bali ni masuala muhimu kama upatikanaji wa kisheria wa taarifa kwa vyombo vya usalama. Polisi wanahitaji hicho kukabiliana na uvamiaji wa nyumba, wizi wa magari na ulaghai. Kuhusu mawazo kutoka upinzani, hapana, hatukupata mawazo hayo kutoka kwa wahafadhina. Lakini tuko wazi kwa mawazo kutoka kwa yeyote, wabunge, seneti au wa Canada. Kuliongoza serikali ni kuchagua na kusawazisha vipeo vyetu. Kuhusu hatari ya mdaruo wa kiuchumi, kuna mshtuko mkubwa kwenye uchumi wa dunia kutokana na migogoro. Tunapima hatua bora za kuchukua. Tunawasaidia Wakanada kwa muda mfupi, huku tukijenga msingi wa muda mrefu. Canada ni moja ya maeneo yanayovutia uwekezaji zaidi duniani. IMF imeonyesha Canada kuwa miongoni mwa uchumi unaokua kwa kasi katika G7. Uchumi unakuwa tena na tunatarajia ukuaji zaidi. Kuhusu mustakabali wa serikali, Wakanada wameweka imani yetu kwetu. Tuna wajibu wa kutekeleza sera zetu kila siku.
Hatuangalii mbali sana kwa sasa, tunazingatia kazi iliyo mbele. Kuhusu gharama ya kupunguza kodi ya fedha, hatua hii ni ya muda hadi Labor Day, inagharimu takriban dola bilioni 2.4. Ni uamuzi mkubwa wa fedha, lakini ni usawazani baina ya kusaidia wananchi na kusimamia fedha vizuri. Kuhusu makubaliano ya nishati ya Alberta, matukio ya sasa yameongeza umuhimu wa usalama wa nishati. Yameongeza pia umuhimu wa mabadiliko ya nishati. Mazungumzo yanaendelea vizuri na yanaweka msingi wa uwekezaji mkubwa kwa miaka ijayo. Asante.